Yaani katika watu ambao Simba imewasajili, katika wachezaji ambao Simba imewasajili, alafu unaona kabisa hapo huyu ni mtu, basi mchezaji wa kwanza ambaye ameingia moja kwa moja kwenye kikosi ni Ibrahim Jabal. Ibrahim Jabal ni mtu, sema tu anahitaji assistance ya kutosha sana, kwa sababu ukisema yani acheze kama yeye na kuibeba timu mabegani sio kitu rahisi. Yani ni kitu ambacho kitamsumbua sana, kwa sababu yeye it's kind of like ni more deep lying midfield, yani anacheza zaidi chini kuliko kuwa ile more attacking kama namba 10 labda, na kuweza kusababisha madhara sana mbele. So Ibrahim Jabal tumepata mtu mwingine ambaye naona Simba amemsajili. Of course siwezi nikamzungumzia sana Keleso kwa sura ya moja kwa moja, kwa sababu Keleso ameingia, of course mimi sitomjaji moja kwa moja kwa sababu ni game yake ambayo kwa upande wa derby ni game yake ya kwanza, lakini mimi binafsi kwa kiwango chake sikulizishwa naye. Mimi sikulizishwa na kiwango cha Keleso. Sijui itakuwaje siku za usoni, lakini siwezi kumjaji kama ambavyo naweza nikamzungumzia Doumbia. Kiukweli aliyemleta Simba sijajua kulikuwa kuna kitu gani. Unajua ujio wa Doumbia unanikumbusha ujio wa mchezaji mmoja hapo nyuma, alikuwa anaitwa Jobe. Unajua Jobe naye yule Simba tulipigwa. Sasa naona naye Doumbia anataka aingie kwenye list ya kina Jobe, na unakuwa ni usajili ambao unakuja kuvuruga timu kabisa. Jobe, unajua Jobe alipokuja kipindi kile ndo Simba ikaanza kufanya vitu vya ajabu kwa mbovu, yani haina makali yale ambayo tulikuwa tumezoea wakati wapo akina Medi Kagere, akina Okwi pamoja na John Rafael Boko. So mimi nahisi Ibrahim Jabal, nahisi yani pale katika usajili ambao Simba wameufanya kwenye dirisha hili kubwa, nahisi yule ndo mchezaji hatari zaidi ambaye naweza nikamzungumzia. Lakini si nisemaje, lakini mara nyingi naona dirisha kubwa ni kama Simba wanafeli. Simba dirisha kubwa huwa wanafeli, na wachezaji wengi ambao wamewasajili dirisha kubwa na wamewahi kufanikiwa kufanya vizuri, sikumbuki ni nani na nani moja kwa moja, ila nakumbuka mfano hata tukimzungumzia Mixon ya kusajiliwa dirisha kubwa, Morrison ya kusajiliwa dirisha kubwa. Ni wachezaji ambao walikuwa wanachukuliwa kwenye zile window ndogo na kwenda kuongeza nguvu kwenye kikosi. Kwa kifupi ni kwamba ili dirisha hili pia Simba amefeli, labda na bahati nzuri dirisha halijafungwa, so maybe wanaweza akafanya kitu pale. Kuna yule mchezaji yule ambaye walikuwa wamecheza siku ile na ile timu amecheza nao Yanga Day ile ya Kongo, yule Mazenga Sozi yule angempata Simba yule, nahisi ungekuwa kuna kitu cha tofauti sana pale katikati, au sio? Ungekuwa kuna maunyama sana pale katikati pale. So nadhani labda wangeweza kusaidiana vizuri na viungo ambao wako Simba sasa hivi, lakini mpaka sasa hivi sofa Jabali Ibrahim. Lakini kwa upande wa watani wangu Young African, mchezaji ambaye nahisi yani ameclick moja kwa moja ni aliye score siku ya jana. Hapa namzungumzia Albert Kangwanda, huyu kutoka Zambia. Hata Zambia kule alikuwa MVP. Kuna namna anaanza kuona na kuelewa ni kwa nini alikuwa MVP, na mara nyingi mchezaji akiwa MVP Zambia wanakuwa wako vizuri sana kwa asilimia kubwa, kwa sababu ligi ya Zambia pia nadhani ina ushindani wake wa namna yake, ina wachezaji wazuri. So ukiibuka MVP pale, of course it's kind of like ni rahisi ukaja kufanya vizuri pia kwenye ligi yetu ya Bongo. So Albert nadhani mmoja kati ya wachezaji ambao usajili Yanga ameupata. Lakini kija kwa mwanetu Peter Shalulile sina uhakika moja kwa moja kama ni mchezaji ambaye anaweza akaisaidia Young African. Yule anaonekana kweli kazeeka, kwa sababu alipata jana clear chance. Yani ile pale mimi nilikuwa Simba, lakini nilishika kichwa kwamba inawezekanaje mchezaji mkubwa kama wewe unapiga nje pale. Peter Shalulile sidhani kama ni usajili ambao utawasaidia Young African, labda kwenye mambo mengine nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja
nadhani wakina Mzizi wakirudi kwenye fomu nzuri, pia wakina Selemani Mwalimu kama watatumia dono, lakini Peter Shalulile hawezi kuisaidia Young African hata kwenye kimataifa. Pale atawapa mtihani mkubwa na atakuwa na matumaini makubwa, lakini Peter Shalulile sidhani. Mchezaji mwingine ambaye labda naweza nikasema ameclick vizuri Young African pale, wengine nahisi wana viwango vya kawaida, lakini pia sitaacha kusema tu kwamba siku zote Yao Kwasi ni mchezaji ambaye Young African walimsajili kwa ubora wa hali ya juu. Ni mchezaji ambaye nahisi kama Yanga, yani wachezaji wote wa Yanga wangekuwa kama Yao Kwasi, I say Young African mngekuwa moto sana. Lakini ni mchezaji wa aina yake, ni mchezaji wa peke yake, ni mchezaji wa staili yake ambaye yuko pale Young African. So hicho ndio kitu ambacho nilichokiona. Na kitu kingine ambacho naweza nikakizungumzia ni kwamba Young African mmemfunga Simba, lakini sio kwamba nyinyi ni bora kuliko Simba. Trust me. Mmemfunga Simba, lakini sio kwamba nyinyi ni bora kuliko Simba. Na usio, na sio kwamba nyinyi ni bora kiasi cha kwamba labda mtafanya vizuri kimataifa. Timu yenu bado sio nzuri, haijanyoka hivyo vya kusema. Ni hivyo tu kwamba mlimkuta Simba naye jana kama anakuja anatoka, lakini timu yenu sio bora, sio kali, haitishi, haiogopeshi. Zaidi tu labda kidogo ya huyo Albert ambaye kidogo naona ndo anananiliwa na vitu, lakini na labda na Yao Kwasi, lakini mbali na hapo Young African kama mnaweza mkasumbua ligi ya Bongo, lakini mkienda kimataifa mtihani mnao. Timu yenu bado ya kawaida sana. Kwa kilichotokea jana kiishie jana, mkiendelea kwenda nacho mbeleni mtaachama sana midomo Young African. So hicho ndio kitu ambacho nilichokiona kwa upande wa siku ya kwa upande wa usajili waliofanya Simba kulingana na mechi ambayo imepigwa jana kwenye ngao ya jamii, au sio? So far so good. Ngoja tuone itakuwaje. Simba mimi nawaombea tu wa click vizuri. Timu wanayo, ila kuna vitu tu vidogo kama kukosa target man na vitu fulani vya namna, ndio vitu ambavyo vinawafelisha Simba Sport. Lakini mbali na hapo wana kikosi kizuri, wana spirit nzuri. Na timu yao bado kwa asilimia kubwa ya msimu uliopita walifanya vizuri, bado ipo na vitu fulani kama hivyo. Afu pia kuhusiana na Clatous Chota Chama, msimu huu naisi kama atatoboa. Sina hakika sana na yeye. Naona kama ule uchovu unazidi unazidi kuwa mkubwa, anazidi kuchoka. So maybe ngoja tuone itakuwaje. So guys, that's all about. Kama kawaida, always catch me on my YouTube channel. Nakuwa live kila Jumatano na Jumamosi na Jumapili. So catch me tuweze kudiscuss, kupiga stories za soka, tuweze kufanya uchambuzi wa hapa na pale, lakini pia ushabiki kama kawaida. Simba mnyama, nguvu moja. Let's go.